Mara nyingi tunapokuwa tukisimulia historia ya Afrika, huwa tunaanza na ujio wa wakoloni. Lakini kabla ya wageni hao kufika, jamii nyingi za Afrika zilikuwa tayari zimejijengea mifumo yao ya kiutawala, kisheria, uchumi na maendeleo. Mmoja ya mifumo ya kuvutia zaidi ni dola ya Wachaga iliyokuwa chini ya mlima Kilimanjaro, dola iliyokuwa na uongozi uliopangiliwa na maono ya maendeleo yaliyotangulia wakati wake. Leo tutaangazia safari ya dola ya Wachaga, mfumo wake wa uongozi, uchaguzi wa Mangi Mkuu, nafasi ya elimu na namna jamii hii ilivyoacha alama ya muhimu sana katika historia ya Tanzania. Kabla ya Tanganyika kupata uhuru, eneo la Kilimanjaro lilikuwa na mfumo wake wa utawala, mfumo uliokuwa ukijulikana kama dola ya Wachaga ama Chaga State. Dola hii haikuwa na mkusanyiko wa vijiji visivyokuwa na mpangilio, bali ilikuwa na mfumo maalum wa uongozi uliokuwa ukiongozwa na Mangi Mkuu, ambaye alikuwa ni kiongozi wa juu kabisa wa kabila la Wachaga. Chini ya Mangi Mkuu kulikuwa na viongozi wa maeneo mbalimbali waliokuwa wakijulikana kama mamangi. Viongozi hawa walikuwa na jukumu la kusimamia jamii zao, kutatua changamoto na kuendeleza maeneo yao. Na miongoni mwa mamangi maarufu waliowahi kutawala ni pamoja na Mangi Meli wa kule Old Moshi, lakini Mangi Sina wa Kibosho na Mangi Salakana wa kule Useri. Mfumo huu ulifanya dola ya Wachaga kuwa na utawala wenye mgawanyiko wa majukumu na uwajibikaji. Mwaka 1952 uliandika ukurasa muhimu sana katika historia ya Wachaga baada ya kufanyika uchaguzi wa kumpata Mangi Mkuu. Uchaguzi huu ulikuwa na wagombea watano: Abdiel Shangali wa Machame, Jackson Kitali wa Mbokom, Petro Mariale, John Maruma pamoja na Thomas Mariale. Baada ya mchakato huo, Thomas Mariale alitangazwa kuwa ni mshindi na kutangazwa rasmi kuwa Mangi Mkuu wa Wachaga. Ushindi wake ulitokana na mambo mbalimbali, lakini moja ya sababu kubwa ilikuwa ni kiwango chake cha elimu na mtazamo wake wa kutumia maarifa kama nyenzo ya kuleta maendeleo. Mwamko huo uliongezeka zaidi baada ya mishonari kuanzisha vituo vya huduma vilivyokuwa vikihusisha mambo matatu muhimu: kanisa, shule na kituo cha afya. Kupitia mfumo huo, jamii ilianza kupata watu waliosoma ambao baadaye walichangia katika uongozi, biashara, uchumi pamoja na maendeleo ya jamii. Kabla ya uhuru wa Tanganyika, maeneo ya Wachaga yalikuwa yamepiga hatua katika sekta mbalimbali, na baadhi ya mafanikio yalikuwa ni pamoja na kuanzishwa kwa gazeti la Komkia mwaka 1920, ikiwa miongoni mwa magazeti ya kwanza kabisa kuanzishwa na jamii ya Kiafrika katika Afrika Mashariki. Lakini vile vile kuongezeka kwa huduma za elimu, kuimarika kwa huduma za afya, ujenzi wa miundombinu kama barabara, upatikanaji wa huduma za maji na umeme mapema ukilinganisha na maeneo mengine. Lakini pia jengo la ikulu la Mangi Mkuu wa Wachaga lililojengwa katika kipindi hicho bado lipo na linatambulika hadi leo kama ikulu ndogo ya rais katika mkoa wa Kilimanjaro. Thomas Mariale alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa Afrika walikuwa na elimu ya juu zaidi hata kabla ya kupata uhuru. Alikuwa na shahada ya uzamili ama master's degree, jambo lililomfanya awe miongoni mwa wasomi wachache sana wa Kiafrika katika wakati huo. Alisoma London School of Economics pamoja na Frederick Mchauru kabla hata ya Mariale kuendelea na masomo katika chuo kikuu cha Cambridge. Uwezo wake kielimu ulimpa nafasi ya kuonekana kama kiongozi mwenye uwezo wa kuunganisha utawala wa kijadi na fikra za kisasa za maendeleo. Katika kipindi cha kuelekea uhuru, viongozi mbalimbali Tanganyika walikuwa wakijadili mustakabali wa taifa jipya. Thomas Mariale alikuwa miongoni mwa viongozi wa jadi waliokuwa na ushawishi mkubwa zaidi. Mawazo yake kuhusiana na maendeleo, elimu na nafasi ya Wachaga katika kujitawala yameendelea kuwa ni sehemu ya mijadala ya kihistoria.
Historia ya dola ya Wachaga ni ushahidi kwamba hata kabla ya ukoloni, jamii za Afrika zilikuwa na mifumo yao ya uongozi na mikakati yao ya maendeleo. Kutoka kwenye uchaguzi wa viongozi, uwekezaji katika elimu, huduma za jamii, hadi matumizi ya maarifa katika uongozi, Wachaga waliweka msingi uliosaidia kujenga jamii yenye nguvu. Na tunapoitazama historia hii, tunakumbushwa umuhimu wa kuwa na viongozi wenye maono, jamii inayothamini elimu na mipango inayolenga vizazi vijavyo. Hii ndiyo historia ya dola ya Wachaga, sehemu ya urithi mkubwa wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Hizi ni Miles Sambali. Mimi ni Edita Obi.